Okay. Karibu sana kwenye channel ya Extreme Mods, mahali ambapo ubunifu wa gaming unakutana na ulimwengu wenye ubora zaidi. Mimi hapa naitwa Daisy Geoffrey na hapa tunakuletea game kali, gameplay za kichizi na kila kitu unachokipenda kuhusiana na michezo ya PSP na zaidi. Ikiwa wewe ni mpenzi wa soka, racing, action na unatafuta games zilizo bora zaidi na mods mpya pamoja na free software, basi uko mahali sahihi. Kwa mashabiki wote waliopo na wapya, asanteni sana kwa support yenu ya nguvu, na kama bado hujasubscribe na kuomba subscribe hapo chini, gusa button ya neno subscribe, kisha gonga kengele hapo ili kuweza kupata notification kila tunapo upload video. Basi leo hii katika video hii naenda kuelekeza jinsi gani ya kuweza kuseti PSP kama wewe ni mara yako ya kwanza na umeingia katika channel na umeingia katika ulimwengu wa games. Basi leo hii naenda kuonyesha jinsi ya kuseti PSP kwa ajili ya kuweza kutumia magame ambayo yana format zile za ISO na kadhalika. Hii PSP ni miongoni mwa PSP emulator ambao unaweza kucheza magame kwenye mobile phone yako, yani simu yako, bila kutumia padi. Kama utahitaji kutumia padi, basi unaweza kuunganisha padi zile ambazo zina mfumo wa USB pamoja na OTG cable, then ukaplay game kwa kutumia padi hii ya kawaida. Lakini kwa wale ambao hatuwezi kutumia padi au hatuna OTG na pamoja na padi, ambao padi bei yake ni kama sikosei 15,000, basi tunaweza kutumia manual ya hii PSP ambayo nitaenda kuonyesha jinsi gani ya kuweza kuiset pamoja na kuondoa lags zote ambazo huwa zinafanya games unazozicheza ziwe zina stack. Basi cha kufanya, utaingia Play Store, uta download application inaenda kwa jina la PSP ambayo inaonekana katika sehemu hii hapa, PSP. Baada ya kudownload, then utakuja kuifungua. Utaifungua PSP kwa mara ya kwanza. Itaonekana kama hivi inapofunguliwa, then itakupa welcome screen ambayo itakuambia utafute sehemu ambayo PSP data zako ambazo utakuwa unatumia kwenye application ya PSP zitakuwa zinahifadhiwa. Sasa hapa tunaenda kutengeneza file folder ambayo itakuwa inaitwa PSP folder kama ulivyoeleza, create or choose a PSP folder. So utakuja kuminya sehemu hii ya okay, button ya okay hapo. Okay. Utakuja kuminya sehemu hii hapa ya button ya okay. Baada ya kuminya itakuleta kwenye folder zako za simu kama unavyoona. Then hizi ndo folder zangu za simu. Then utakuja kuminya sehemu hii ya juu hapa, create folder. Baada hapo utakuja kuandika kwa herufi kubwa PSP, then utaminya done. Baada kuminya done, utaminya hii use this folder, hii button hapa chini, utai-click then utaminya allow. Baada hapo utakuwa umeweza kutengeneza hilo folder lako. So utakuja kuminya sehemu hii ya okay. Utaminya neno okay kama inavyoonekana hapo. Then baada hapo itakuleta kwenye PSP, inakuwa setting ya kwanza kabisa kwa wale ambao wanaanza kuifungua PSP, itakuwa ipo tayari kwa kutumika. Sasa je, tunawezaje kuweka games na kuziona games same hii hapa kama unavyoona, use browser to choose a folder or load to choose a file. Hivyo sasa ikiwa umedownload games zako kwenye mfano katika website yangu ya offlinegamesmods.site, ukiwa umedownload game kule, then itaingia sehemu yako hii katika folder yako ya download, then unaweza ukalichukua ile game ukali-extract kwa kutumia zarchiver ambao naenda kuonyesha hapa. Zarchiver yenyewe ambao naielekeza ni hii hapa, zarchiver. Kwa hiyo game ambalo umedownload itakuwa lipo kwenye mfumo wa zipped file, yani folder ambalo lipo zipped, limefungwa na kama zip. So ukidownload katika website yangu ya Offline Games, ambayo link ya website hiyo nimeweka katika description ya hii video pamoja na sehemu ya comment. Mwanzoni juu kabisa pale nimeipini pale. So ukifungua utaenda uta download, then ingia kwenye folder yako ya download, then utakuja kutumia zarchiver ambayo ni hii hapa. Pia hii application unaenda kuidownload Play Store. Ipo Play Store. Zipo aina mbili, kuna zarchiver hii na zarchiver gold, ambayo gold ni ya kulipia lakini hii hapa ni free na hutumii bando lolote. Ukifungua zarchiver, then unakutana na folder zako za simu kama unavyoona. Umuhimu wa hii zarchiver, inakupa access ya faili zote ambazo zipo
kwenye simu, ziwe zilizojificha au ambazo hazijajificha. Ndio maana mara nyingi tunatumia hii, kwa sababu ukisema utumie file manager ya kawaida utashindwa kuweza kuextract, haina uwezo wa kuextract na kumove folder au kufungua kitu kwenye device folder ambazo ni Android pamoja na kwenye folder ya Android, lakini ZArchive ina uwezo kufungua kwa sababu ina access. Kwa hiyo mfano kama umedownload game zako, then utakuja kwenye file la downloads. Mfano hapa mimi nitatafuta file la downloads ambalo ni hili hapa. Sasa mimi kwa sababu nimedownload, kwa hiyo nimetengenezea file lao. Nina file ambazo nimezitengenezea kama hii downloaded. Katika hili file kuna project nyingine ambazo nimezisave. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo nimetengeneza file kwa ajili ya kutoa mafaili, kwa move mafaili kutoka kwenye downloads kwenda kwenye hilo folder ambalo nitaitumia kama downloads. Kwa hiyo baada ya kule tumetengeneza folder ya PSP. Lile folder PSP tutakuja kulikuta huku limeandikwa PSP. Shuka chini maeneo ya P, kama unavyoona folder lenyewe ni hili hapa. Hii video ninaelekeza kila kitu ili mradi usije kasumbuka kwenye kila game ambalo kutakuwa kuna video mbili, jinsi ya kuextract hii PSP na PSP game ambalo lipo zip la kawaida, then kutakuwa kuna video nyingine ambayo nitaonyesha jinsi gani ya kuweza kumove sasa files zile za data mbalimbali. Mfano files za game, labda game fulani ziende, ili nataka liende hapa, ili liende hapa, ili liende hapa na ili liende hapa. Kuna mfumo wa aina mbili, kuna mfumo wa PSP pamoja na mfumo wa OBB plus data, ambao nao nitaonyesha jinsi gani ya kuweza kuextract OBB pamoja na data. So kwa hiyo hili ndo folder yetu ya PSP tuliyotengeneza kule. Kule tulitengeneza kama folder ambalo lipo tupu, lakini ukilifungua ile folder utakutana na vitu, kuna cheats, sehemu ya cheat code. Hapo tutaelekeza katika video ijayo jinsi gani ya kuweza kuweka cheat code ambazo tutatumia kwenye magame yako. Kuna games, sehemu hii hapa ndio inakaa ISO ya game. Kuna plugin, kama kuna plugin ambazo unaweza kuweka katika game lako, pamoja kuna PSP state, kuna save data kama nilivyoeleza, save data zinatumika sana kwenye magame. Kuna system. System hii ni sehemu ambayo unaweza kuset hata background ile ya PSP, unachagua picha yoyote ile, picha yoyote ambayo unaitaka, nitaonyesha katika video inayokuja. Kuna texture nayo inatumika katika games. Kwa hiyo hizi folder ni muhimu sana kwa ajili ya PSP. Mfano sitaelekeza jinsi gani kuweza kuextract game moja kwa moja kwa sababu hii video hailengi lengo hilo. Kwa hiyo nitakuja kufungua, mfano mimi nitakuja kufungua sehemu ambayo nimesave game langu hapo kwenye open games, ambalo wewe inaweza kana kwenye downloads, ambapo utakuja kuextract kwenye PSP, ambapo link ya video nitaweka sehemu ya description ya video hii pamoja na sehemu ya comment. Mfano mimi nitakuja katika game ambalo nalitumia ili hapa, nitalifungua. Hii sehemu ndo nimeweka game langu. So nitakuja kwenye PSP. Sasa hapa naonyesha jinsi gani ya kuweza kuyachukua magame kule na kuyaleta kwenye PSP ili yaonekane. Then nitakuja kuminya sehemu ile iliyoandikwa browser. Kama tulivyoona hapo nyuma, game zangu zote nimeweka sehemu ya open games. Kwa hiyo nitaminya browser. Baada ya kuminya browser itanileta kwenye folder ya PSP, lakini mimi sitakuja kwenye PSP kwa size kwa sababu sio lengo la hii video. Then nitashuka kwenye folder la open games. Hili hapa nitaliclick. Baada ya kuliclick nitakuja nitafungua tena labda sehemu ambayo nimesave game langu hilo hapo, then nitakuja kuminya use this folder. Nitaminya hii button, nitaminya allow. Baada ya kuminya allow nitaachana na hizo. Ukiona zipped folder maana hili game huwezi kucheza hivi. Kwa zile file ambazo nishazi extract ni hizi hapa juu, kuna save data, kuna texture, afu pana game lenyewe. Sasa twende tukaone jinsi gani ya kuweza kulicheza hili game. Mfano katika video ukiingia katika channel yangu nimeonyesha jinsi gani ya kuweza kuseti kitu kinaitwa black screen kinachokuzuia game lisionekane, yani screen inakuwa nyeusi tu. Nishakuelekeza, kuna video nimeshaiacha hapo, naweza nikaiweka linki pamoja katika description ya video hii. So nitaingia mimi nitaseti chap, then nitafungua.
Okay. Ukigusa hapa katikati utaona button zile kama za kwenye padi. Sasa kama unavyoona hizi ni button za mbele, kulia, kushoto zinazotumika sana kwenye magame. Then huku ni button hizi za padi, pana R, pana L, then X nita choose language ninayohitaji, kama hapo ni English. Je, unajua kwa sababu gani imeleta English imekataa? Ni kwa sababu ya language ninayo choose, hiyo ndio inaitwa black screen, screen nyeusi. Kwa hiyo unatakiwa uchague lugha hiyo hapo, then baada hapo ita move. Maelekezo unayaona kama unavyoona hapo. Sasa huu ndo muonekano wa nini, wa hii PSP katika unavyoenda kucheza game lako. Lengo sio kucheza game, kwa hiyo nitaenda kuonyesha hizi button zilivyo. Sasa twende katika upande wa setting za button za game hili. Kama unavyoona game lina mng'ao wa hatari sana, na ukihitaji game hili nitakuwa nimeweka link hapo ya website yangu ambapo utaenda kudownload hili game na utalikuta kule kama lilivyo, likiwa lina mng'ao, high graphic, yani lipo HD. Mfano nitawaonyesha, chague tu jina la uongo, then mimi napenda sana Portugal alikotoka Cristiano Ronaldo. Hapa nataka iwe picha ya mtu. Kwa sababu gani haionekani? Kwa sababu hili game alipo kwenye PSP folder likawa lina state zake zile za states za save data pamoja na texture. Kwa hiyo ija kupick kuja chap chap kuchukua labda ligi UEFA na kuja kuchukua exhibition. You know it's obvious you gotta kamera chap chap kwenye hizi game, na maelekezo ya kamera zitakavyokuwa zinakuaje. Mfano hii game así que comenzamos una vez. Hassan. Okay, kama ulivyoliona hilo game hapo, inaonekana watu wapo mbali kwa sababu ya mfumo wa kamera sijauseti bado vizuri, lakini kuna video nitaiacha au nitakuwa nishaiacha kama sijakosea, jinsi gani kuweza kuseti kamera. Sasa twende tukaseti. Kama tulivyoona pale, zile button zimekaa shagara bagara au zipo hazina uhalisia wa kusema unavutia ama utakupa urahisi wa kucheza. Sasa twende tukaone jinsi gani tunaweza tukaseti hizi button ili ziwe zina muonekano mzuri na uchezaji uwe rahisi. So kwanza nibadilishe lugha kwa sababu hapa kuna wengine tunaweza tukaachana kabisa, sababu hapa naweza nikatumia mi French, Kifaransa. Kwa hiyo utakuja sehemu hii hapa ya setting. Utakuja sehemu ya setting, utai-click hapo, then utakuja sehemu ya control. Sehemu ya control hii, sehemu ya pili hapo. Baada ya kuminya control, kuna sehemu ya control mapping. Control mapping ikiwa umeconnect na pad kwa kutumia OTG, unaweza kaja kuset humu. Nitaacha video pia jinsi gani ya kuweza connect pad na connect button za home. So hapa hapana msingi, tutarudi. Then tutakuja kuseti sehemu hii hapa. Tutashuka sehemu hii ya edit touch layout, na then tutakuja kuna sehemu ya button style, gesture mapping na button opacity. Lakini hii sehemu hii hapa sio muhimu sana ya gesture mapping. Kwa hiyo tutakuja sehemu ya edit touch layout, kama unavyozikuta button ya hapa, hizi hapa ndo zilivyo jiset katika mfumo ambapo tulienda kucheza game tukaona. Kuna sehemu ya move. Hapo unaweza kaipeleka button unapotaka. Sasa kwa uchezaji rahisi, hii button ya R ipandishe juu kidogo hapa kama unavyoiona, then hii ya L inakuja sehemu hii hapa. Sasa twende tu resize kwanza button ziwe na ukubwa fulani, then utaslide kwenda kushoto, yani utaigusa ile button kwenda kushoto, ukislide kwenda kulia inakuwa ndogo, ukislide kwenda kushoto juu inakuwa
kubwa. Kwa hiyo button itakopo maeneo hayo hapo, then utakuja tena R, slide na yenyewe kama hivyo, then utakuja button hizi hapa una slide kama kuingia ndani ili zitanuke, then umeona zinakuwa na ukubwa fulani, then utakuja sehemu ya move. Sehemu ya move unazisogeza wapi zikae, mfano hii hapa, hii iwe hapa. Tunaweza kusogeza juu kidogo kama inavyoonekana kwa hapa. Then kuna hizi button hapa mbili sana. Hizi ni za muhimu sana katika uchezaji wa game lako, kwa sababu watu wengi wanakosea, wanatumia hii button moja au hizi wanatumia katika kuchagulia, lakini hizi button ili ucheze game lako la kama mfano game la mpira, basi ni nzuri sana ukaziunganisha hizi button. Kuna kitu inaitwa labda D-pad plus direction. D-pad plus direction ndio hizi hapa. Hizi ni direction, la hii ni D-pad. Ukiwa unacheza game kwa kutumia D-pad tu itakusumbua sana. Mfano wachezaji wa mpira inawasumbua sana katika kukaba mpira, kufanya tackling vizuri au kwenda kufunga. Sasa ukizichanganya hizi D-pad zikawa sehemu moja, hiyo itakusaidia kuwa na kucheza, yani unakaba kiurahisi, pia unavyoenda kufunga unafunga kiurahisi, kwa sababu ukitumia D-pad unavyomwelekeza mchezaji kwenye goal, then ukaja kuminya R plus box au L plus box kuchop mpira, inaweza kachop juu sana kutokana na direction ya D-pad huwa haieleweki. Sasa unachotakiwa kukifanya, utakuja utaichukua, fanya hivi, zimove hizi ziende pembeni kabisa. Anza na hii iweke hapa chini, then njoo tu resize iwe kubwa kama unavyoonekana hapo. Hii video ni ndefu, lakini nachokuomba angalia mpaka mwisho, kwa sababu ina maelekezo ya kila kitu. Hamna video ambayo nitarudia kuweka maelekezo kama yaliyopo humu. Then ikuze hii nayo pia. Okay. Then click hapo move, afu ilete hii iwe katikati hapa. Vile utakavyoiset wewe, ila iwe katikati. Hakikisha ipo katikati, yani usawa unalingana. Kama hivyo. Umeona? Huu ndo mfumo ambao kidogo unawafadhali. Hizi buttons za katikati hizi ziache hivyo hivyo. So njoo rudi nyuma. Okay, sorry. Then rudi nyuma. Then njoo sehemu ya button style. Kuna kitu inaitwa thin border, yani ile border pembeni inakuwa nyembamba. Sasa ukija ukiklik hapa, njoo chagua kitu kinaitwa classic. Button inakuja kuwa na mng'ao. Nitakuonyesha mbele button ina mng'ao kivipi. Umeona? Button inakuja kuwa na mng'ao wa kitofauti. Huu ni mng'ao classic. Kama unavyouona, unakuwa unavutia. Tukirudi nyuma tuseme chagua tena button style glowing border. Huu mng'ao glowing border inakuwaje? Button zinakuwa hivi. Ukiklik huwa zinakuwa zinaonyesha kama kamng'ao hivi, yani kama inamulika na achia. Kama unavyozima torch na kuwasha, zima na washa. Sasa tutarudi tena kwenye button style. Ukichukua thin ndo kama ile ambayo tumeiona, lakini mimi napenda sana kutumia classic kwa sababu ina mvuto na pia ipo vizuri. So kwenye opacity button kuna 65, lakini napenda sana kutumia 73. Then nita click hapo kwa sababu kuna sehemu nyingine unakuta button haizionekani kwa sababu ya mwingiliano wa rangi kati ya game pamoja na button zako. Sio katika kucheza game, lakini mwanzo unavyoanza kumove ili kuingia ndani ya game. Auto hide button after delay, kwa sababu napenda kurekodi sana mechi nazozicheza kwa kutumia PSP. Huwa napenda kupunguza muda wa button ziwe zinajificha kwa muda gani. Yani usipozishika screen ya video ndani ya sekunde, labda kama hapo nimeseti sekunde 6, button zipotee, zisionekane pale juu, ila ukigusa screen zinaonekana tena. Labda tuchukue dakika sekunde 15. Yes, hapo ni vizuri. Then baada ya hapo tunakuwa tumemaliza katika setting za game kwa video hii ya kwanza. Hivyo basi, ili video hii isiwe ndefu na isikuchoshe, video ya muendelezo jinsi gani ya kuweza kuset sasa D-pad ziwe stick ziwe nini, pamoja na kuset vitu vingine katika kuanza kucheza game lako, nitaziacha. Nitaandaa video nyingine ambao
utaikuta kwenye channel yangu. Ndio maana nakuomba kabisa subscribe, kwa sababu kuna vitu vingi vinakuja na tutorial nyingi zitakuwepo kwa ajili ya kila aina ya game unazohitaji. Na pia kama una shida ya game lolote ambalo unalihitaji, unaweza kaacha comment hapo, kwa sababu huwa napitia comment za watu. Unaweza kaacha comment, then mimi nitakutafutia game ambayo unalihitaji, kwa sababu kuna magame zaidi ya 4000 katika channel yangu ya Telegram, ambao mdogo mdogo naweka kwenye website ili iwe rahisi kwa nyie kuyadownload na kuyatumia. Magame zaidi ya 4000 mods pamoja na application zipo humo. Kwa hiyo unachowaomba subscribe, like, share pamoja comment pale, kitu gani unakitaka, kitu gani niongeze, kitu gani nipunguze. So hapa kuna vitu ambavyo tutaviacha kwa saizi ili video yetu isiwe ndefu, ambapo kuna auto hide button tumetumia hide touch analog stick background cycle. Tutakuja kuona inakuaje. Stick D-pad easy sweeping movement tutakuja kuona inakuaje, ila kwa saizi ngoja mimi niitumie auto centering analog stick na vingine vingi. So tukirudi nyuma, twende kwenye game letu kwanza, tukaone je system tulivyoiset ikoje na game linaonekanaje. Fungua game lako kama kawaida. Minya katikati ya screen kama horizon button kwa wakati huo, then button unavyoziona kama tulivyoziset. Umeona button zipo vizuri sana. Video ijayo nitakuja kuelekeza jinsi kila kazi ya button humu katika game, mfano game la action, game la mipira na kadhalika. So twende tukaangalie game letu hili la PES Football Pro Evolution Soccer ya 2019 button mode ya 2025. Pia kuna game jingine ambalo nalo ni super. Nakwambia magame yangu ni super kweli kweli. Kwa sababu nikisha kuonyesha jinsi gani kuset camera na ukaliona hilo game, wewe utafurahia kuwa game lina graphic kali. So twende tukaangalie, mfano tutachagua regular tu hapo chap kwa sababu ni video tutorial. Jina nitachagua lolote, then nitaminya start. Mimi kwenye maisha yangu napenda sana Portugal kutoka Cristiano Ronaldo, then kama hivi nitachagua UEFA exhibition. Nataka nichague tu mechi ya moja kwa moja. Hey, fucking around acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything the better with a few, yeah. Baby, see that why you play with me. You know it's obvious you got a thing for me. I give you all my time and all my energy. Want you to be mine. Now where you at? I need that wet. That pussy wet a heavy single time I rap. Can't get a text. I'm pulling back. But girl, you love it when I hit it. Kwanza kucheza mechi kwa wale ambao ni wapya kabisa, jinsi gani kwanza kucheza hili game, jinsi gani kuweza kuskip matukio ambayo unataka ili uwahi kufika mbele, nitakuelekeza, wala msiwe na hofu. Pia usichoke kufuatilia highlights za video kwa sababu zina vitu vingi, uone jinsi gani unatulia kupiga shoot na kadhalika. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Ochoa. Aqua fresca. Se escapan por la banda. Gran centro. El portero la manda atrás. Sin inconvenientes, el arquero la mandó a córner. Lo envía al área. ¡Qué defensa sólida! ¡Ojo que la tiene! ¡Aqua fresca! Le pegó infame a esa pelota. El guardameta ha estado atento desde el comienzo del partido. 2 veces ha tenido que salvar a su equipo de ir abajo en el marcador. Hasta ahora, excelente trabajo.
Caner Erkin. La desliza a través de la defensiva. Tienen claro que quieren intensificar los ataques. ¡Esta es muy buena! El guardameta reaccionó bien, despejó el balón, saque de esquina. Lo envió para alguien que remate del área. No, 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 que traigan al de las cervezas, ese le pega mejor. Ameni, kama ulivyoona hilo ndo game letu, jinsi gani kuweza kulicheza. Sasa video hii imefikisha dakika 25. Sasa ili nisiweze kuwasumbua zaidi, kuna video ndefu, basi subscribe channel hii ili uweze kuona video ambayo inakuja, jinsi gani ya kuweza kuanza kucheza hili games, jinsi gani ya kuweza kuseti kamera, na kama nilivyoelekeza kwa nitaendelea kuandaa video kadri muda unavyoruhusu. Nitaandaa video ambazo zina quality nzuri zaidi na tutorial yake itakuwa ni nzuri zaidi kuliko zile video ambazo zilipita mara ya kwanza, kwa sababu channel ilikuwa katika haraka ya kufunguliwa. Ninachokuomba usisahau kushare na kualika watu wengine, ninachokuomba, na nitakushukuru sana kama ikiwa kila mmoja ataalika labda at least watu 100, watu 50. Kila atakayealika watu 50 atakuwa na zawadi ya shilingi 1500. Alika watu 50, then utanitumia screenshot yako WhatsApp, ambapo nitaacha linki pia ya WhatsApp. Kila mtu atakayealika watu 50 kuweza kusubscribe atakuwa na zawadi ya shilingi 1500, na nitamuingiza katika group ambalo huwa nafanya kazi ya kuweza kusaidia watu wengine vitu mbalimbali kupitia sisi wenyewe. Pia utakuwa unalipwa kutokana na kila task ambayo unakuwa unaifanya, shilingi 500 kwa kila subscribe ambayo una subscribe katika channel nyingine. Ninachokuomba usisahau kusubscribe. Pia ukishare ukapata subscribers mwingine, screenshot yule subscribers ambayo umemtuma, then ukifika subscribers mini 50, then utakuwa na shilingi 1500 mkononi ya soda. So ninachokuomba usisahau subscribe, kulike, kushare na comment ili kuweza kuninspire kuwaletea video nyingine mpya, na nikukaribisha katika video ijayo ambayo itaelekeza mambo mengi na kufungua bingi jinsi gani kuweza kutumia PSP kwa weledi zaidi. Asanteni.